Ni sahihi kwamba mkurugenzi wa manispaa kwa kushirikiana na shehia pamoja na serikali ya wilaya na mkoa wa Mjini Magharibi, kweli pana msikiti ambao sio rasmi katika eneo la Kwanyanya au katika eneo ambalo wafanya biashara eneo la Kwanyanya nafanya biashara hizo. Pana msikiti ambao sio rasmi, ni temporary. Lakini baada ya kubainika hilo, kupitia taasisi hizo nilizozitaja hapo mwanzo, zote kwa kushirikiana kwa pamoja, tulitenga eneo kwa ajili ya kujenga msikiti wa kudumu. Na eneo hilo ndo hili eneo lililopo nyuma yangu, lililopigwa uzio wa mabati na ujenzi tayari umeshaanza takriban miezi 3 nyuma. Na msikiti huu unategemewa kuchukua takriban waumini hawatapungua 2000 kwa wakati mmoja. Ni msikiti ambao utakuwa ni wa ghorofa moja, pamoja na madrasa, milango ya maduka 4, pamoja na sehemu ya kuoshea maiti, pamoja na nyumba imamu. Kwa hiyo tutegemee ama tutarajie kupata msikiti mkubwa wa kisasa na wa kileo na ulio mzuri zaidi. Na mambo mengi tuliyakataza. Moja hapo kutengeza uongozi katika sehemu ya pale ya uswala kama shura, kwa sababu palikuwa hapana msikiti. Kama alivyosema mwandishi, kuna shura imekwepo, sisi tumeshangaa kweli kweli. Ile eneo sio la msikiti, liko ni sehemu ya kusalia. Kwa sababu kama mlivyoona lile soko linaonekana kama ni la muda, watu wataondoka. Kwa hivyo ile sehemu tayari serikali ishaweka plani yake hii, mipango miji hii, ambao pale pote pana ni mpango wa serikali ambao umepangwa. Jukumu letu sisi baraza la manispaa ni kusimamia mipango ya serikali. Kwa hiyo sisi kama tulio hapa, alafu manake inakuwa kama ya mwazima shuka, mtu anaazima kwa kutoa kujistiri fulani, lakini mtu anataka afanye vitu vingi zaidi. Kiasi fulani kwa kweli hatukuelewa jambo lile. Na sisi tuliona wale ni wafanya biashara, sio mashehe ambao wanaweza kaja kuendeleza dini ya Kiislamu katika eneo lile pale. Lakini tunajua katika Uislamu, katika dini ya Kiislamu inaelezwa popote. Kwa kuta limetenga eneo maalumu la msikiti, na hata katika mpango ipo sehemu ambayo anapewa mufti moja kwa moja. Lakini nimeshangaa katika clip hiyo zilizokuwa zinaeneza huko, wanasema wamejisajili, wamejitambua wapi, si organization ya kwamba watu wanafanya jambo fulani inabidi wapate sehemu ya kusali. Baraza la Manispaa Magharibi halijavunja msikiti. Baraza la Manispaa Magharibi, katika utaratibu wetu tuna eneo letu ambalo liko Chuini pale, na Chuini ni eneo sasa hivi kwamba ni eneo kubwa ambalo upande wa kulia kama tunaenda zetu shamba huku tumejenga soko kubwa, lakini upande wa pili wa kushoto kuna eneo ambalo la serikali ambalo lina mipango yake miji ambayo tayari ipo kwenye michoro na kwenye ramani. Lakini mwaka 2021 wananchi wa pale, wafanya biashara ambao tumeweka pale kwa muda, wakaja kututaka baraza la manispaa Magharibi kwamba wanataka eneo la kufanyia ibada. Na sisi kama baraza la manispaa kushirikiana na mkurugenzi tukaona basi tuwape lile eneo la kufanyia ibada. Na eneo lile tuliwapa, lakini tuliwapa na masharti ya eneo hilo. Na eneo hilo masharti yetu hatukutaka kujenga eneo la kudumu. Tulitaka ni eneo la muda ambalo watafanya ibada kwa muda. Baadaye upande wa pili ambako tunajenga soko, kuna msikiti mkubwa ramani yetu ambao tunajenga msikiti ambao waumini wa dini ya Kiislamu watasalia huko. Lakini kila siku zikenda mbele tukaona wenzetu makubaliano wameyavunja. Badala sasa ya kufanya ibada kwenye eneo lile, wakawa sasa wanajenga eneo la kudumu. Na sisi kama manispaa tukaenda kwa utaratibu. Jamani, na mimi kwa mstekemea nimeenda si mara moja si mara mbili. Jamani, tunachotaka kwamba msijenge eneo la kudumu na matofali. Hili eneo tumeweka kwa muda tu, na kwa sababu lina mipango mingine baadaye tutaweza tukaja tunakwazana na nyinyi, lakini wenzetu kwa njia moja ama nyingine wakahatuelewi. Ikaendelea wameenda maengineer, ameenda mkurugenzi, nakumbuka mkuu wa wilaya alienda, Mheshimiwa Susan kaenda pale. Kwa hiyo tukaona kama hatuendani nao, na mwisho wakawa wanazungumza maneno ambayo kwa kweli si mazuri sana kwa watu ambao mashehe wamesoma, lakini kutoa maneno ambayo si mazuri. Lakini sisi kama viongozi tunavumiliana na maisha yanaendelea. Hivi karibuni pia tulikwenda kuwazuia tena, manake wakawa wanaongeza eneo jingine kubwa. Jamani, hivi sivyo tulivyokubaliana, lakini wenzetu sijui walikuwa na nia gani. Lakini
kwa kuonesha kwamba hapa msiendelee tena, kuna eneo ndo ambalo limetolewa kwamba hili tunalitoa, msiendelee kujenga. Tayari manispaa imechukua hatua hiyo kwenda kuliondoa hile eneo, si kulivunja eneo lote, hapana. Eneo la kufanyia ibada lipo, na waandishi wa habari mkitaka hili mnaende site. Mkienda site mtaona kwamba je, manispaa walichofanya ni kipi? Si kuvunja msikiti, bali kuliondoa eneo ambalo kila siku wanazidi. Na kwa kusema kweli eneo si rasmi sana, na kuna bonde, lakini pia hata vyoo vyake kidogo havitambuliki, si sahihi. Na sisi manispaa pale tumejenga choo ambacho huduma yake ilikuwa unalipia. Baraza la manispaa tumejenga, lakini kwa hekima kubwa la baraza la manispaa tukasema choo hichi tuwakabidhi wao watumie bure, sisi hata hatuchaji. Kwa hiyo tumewapa wao, lakini bado still wenzetu kidogo tunaona hawapo pamoja na sisi. Wa ASAM Online TV, kama tulivyo mkutano na waandishi wa habari kuhusiana na kadhia hii ya msikiti kubomolewa, na pia mambo mengi yamezungumzwa na mstahiki meya na mkurugenzi wa baraza la manispaa ya Magharibi Unguja. Lakini pia tumepata kushuhudia na tumepata kuzungumza mambo mengi, na umepata kuyashuhudia mambo mengi ambayo yamezungumzwa na viongozi hao. Lakini pia hii ni kadhia ambayo waumini wa dini wa Kiislamu wanalalamika kuhusiana na kuvunjwa kwa msikiti huu. Lakini pia baraza la manispaa wametenga eneo maalum kwa ufanyaji wa ibada kwa waumini hawa wa shehia hii ya Chuini. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili wa kwanza kupata video zetu.